lakini tupe Vunulu. Mechi kubwa. Manchester United dhidi ya Bournemouth ni mechi ambayo mkondo wa kwanza tulishuhudia kimbunga. Mechi ambayo mkondo wa kwanza ilitusumbua zaidi kwa mashabiki wa Manchester United. Kocha Ruben Amorim amesema kwamba lazima pia angalie timu isikuwe na msimu ambao ni disgrace ama msimu ambao utatamausha mashabiki wa Manchester United na klabu ya Manchester United na kuweza kuiweka katika hatua ambayo ama katika nafasi ambayo ni ya aibu zaidi. Ukizungumzia nafasi ya aibu zaidi, Manchester United already katika msimu huu huenda wakamaliza katika nafasi mbovu zaidi na alama za chini sana tangia klabu hii iweze kuzinduliwa miaka zaidi ya 120 na zilizopita, kumaanisha kwamba lazima pia waangalie wasimalize nafasi mbaya sana, kwa sababu hapo wakipigwa alafu itokee kwamba Tottenham Hotspur kote alama moja ama upande ule wa pili, basi kesho United atakuwa anashuka nafasi ya 16. For any reason, United have to win this game. Hata kama wamesema kwamba wanatilia maanani sana Europa League, bado ili Europa League inaweza kuteleza. Kwa hivyo hapa ni kwa njia mbovu zaidi kuweza kuona inapoteza mechi ya leo. Na mapema utaleta ile shilingi 10,000. Hiyo ni pesa kidogo bro. Hiyo ni pesa kidogo ambayo hafai kunikumbusha. Haya, pole. Anza kukumbusha tu. Usiseme kwamba ulilala sana ukasahau. Hiyo pesa ni kidogo baba. Pole kwa mchezaji utamwita mazuri, tafuta mwenzake mwita Onana. Anatisha piga ovyo kabisa. Okay. Kwenda kwenye Dorku. Dorku katika safu ya kati, tafuta mwenzake huyu ni Garnacho. Anarejesha ule safu linzi, tafuta Maguire. Inspector Harry Maguire. Piga kule juju kwake huyo. Kwenda kwenye Luksho. Pole tu Luksho, tafuta mwenzake mwita Dorku. Kinakwaje? Pale safu ya kati Casemiro. Zungusha mtu. Piga pole kwa Maguire. Piga moja mrefu kwa Dorku. Dorku anapanda. Ile kwaje? Bado hesabu piga kisikini ile kubali. Mwache mwenzake utamwita Maino kwa Garnacho. Garnacho anamwacha huyu Bruno. Bruno Fernandes. Pasi fupi kwake Maino kwa Casemiro kwa Bruno jamani, nyongwa pasi maji refu ni kasi. Kata kule safuri nzi mtabita Sabanyi, piga moja mrefu kifuani. Jitasho kichwa pole tulekina kwaje, piga ovyo kabisa, mpira unakuwa mwingi tuka nje. Itakwenda kurusha kwa faida klabu ya Manchester United. Na ukiangalia pia kitu kingine ni kwamba timu hii ya Bournemouth, timu hii ya Manchester United, unajua walipomfuta kocha timu ya Wolves walikuwa na alama 18 nyuma ya Manchester United, 18 points, that's roughly like 6 games. Lakini believe me ni kwamba timu ya Manchester United sasa hivi ipo alama tatu nyuma ya Wolves ambao walikuwa 18 points behind them. Kumaanisha kwamba imekuwa ni awful season kwa timu ya Manchester United, na imekuwa ni season ambayo ni season target for the Manchester United. Timu ya Manchester United atakuwa ni mbaya sana, wapo watakosa kubeba hata Europa League ambayo mashabiki wanatamani sana timu hii iweze kubeba. Haya, shukrani zaidi. Nasema Kimani Kevin, nasema niende Kinjo. Segment Supermarket hapa Barnabas hapa Nakuru, tuko lote kabisa kama kawaida. Ni Kimani Kevin. Shukrani zaidi, wasalimu wafanyakazi wote pale Stage Mart Supermarket. Iko pale Nakuru katikati huko Zebusea. Wewe niambia mtu mwingine hapa ni blog. Atafanyaje ni blog? Haja tena amepiga na mwingine. Kama iwapo mtu anakukasirisha kipigia simu basi unashika. Sababu mtu utanipigia hiyo kwa basi sawa. Timu Chelsea nimekuona Baba Nora yuko wapi huko mtu, alafu Abrayo Weta asema Kinjo salimia sana Shafizeni. Na hizo pesa nadhani amebeba. Nadhani uko nazo, alafu empty scan nimekuona kweli. Nataka msimu huu ikiisha Manchester United wakuwe namba 17. Kweli wewe ni empty scan. Haya. Jezi namba 11. Niko na hapa kwa faida klabu ya Bournemouth. Asante sana Bosley Teddy Brown. Sema kwamba tuko mbele pamoja. Brio dos Santos nimekuona, sema kwamba tuko lot. Anakuja kuchonga kona. Ni mwana Bournemouth. Piga hatua moja mbili tatu hapa. Kiputo amekuwa ni number 1 kule Berlin. Kabisa. Alafu London Marathon ni Sawe. Sawe. Sawe jana Kitale sio?
Kipchoge yuko nambari 6 naam. Lakini si mbaya. Sasa hivi ni kuenjoy tu. Huwa anapata watu kwamba wanakashifu mwanariadha sijui nini. Wewe mwenyewe hata kilomita 1 kufika hapa GM huwezi. Kipchoge sasa hivi ni kuenjoy. Nafurahi hapa. Ashavuna alichokuwa anataka. Ashaandikisha rekodi aliyokuwa anaitaka ambayo ndio kuja 159. Maisha sasa hivi wacha jamaa enjoy. Ni kama mchezaji, unafika mchezaji afika angalia Santiago Cazorla. Ilifika umri sasa ataki kucheza katika vilabu vikubwa. Alikwenda kule nyumbani kwao ni kwamba yeye alipo pesa nyingi, alipo zaidi ya pauni. Kuna mchezaji ambaye sasa hivi kule Serie B, mchezaji ako pale Serie B, kaanza bana pasa hivi ni kuenjoy tu na maisha na wale wachezaji wenzake. Haya, tukilia kwanje tutaba hapa kile katao mchezaji mcha maino kata kule support hizi Yoro anafanya kazi nzuri hapa, mpira unakuwa mwingi tuka nje. Fanya shughuli kupendeza kwa mchezaji mcha Yoro. Alikuwa ameshambuliwa kama na Manchester United dakika ya 12. Mambo hapa ingeumana hapa. Hapa mtu angepigwa hapa. Naam. Mtu angenyoroshwa hapa. Nakumbuka baadaye ni kwamba kuna mechi ndio inaamua ligi bila shaka. Ukikosea tu kidogo basi ndio hivyo umeenda. Na kocha wa Tottenham Hotspur watu wanauliza ni hesabu pesa. Hata hesabu katika mechi ya nini? Ya Tottenham na hata unajua hata tena leo sema pesa tunapeana kikombe kama hivyo shughuli zetu. Kama una sema tu una. Sasa 10,000. Sasa kama una 10,000 kama hauna Teddy Maseno tu nasema Maseno tunasikiliza, shukrani zaidi. Unajua 10,000 ni $100 peke yake. Kama una kama hauna hata 90 back to $8. Ulize swali. Niko na in cash. Unataka nitumie cash? Hapana, mambo ya sijui nini M-Pesa. Kwa tumwaambia watu kwamba hii inakuja in cash. Sasa mimi nilisikia pesa bora niko nazo, lakini sasa niko na pin. Tuweze kubali. Lakini tulisema kama atapewa leo kikombe. Kwa vile kikombe tunachezaji mbebe kikombe. Hizo pesa zako basi hatuzihitaji tena. Iwapo hauna leo basi msihitaji wewe. Bibi Flo na kuona anasema kwamba nasikiliza Kinjo, tuko mbele pamoja. Msalimu sana Shafizele na naomba nijue kama alibeba kubeba huyo. Kumbe hana. Pole tu pale sasa kanti kwa mchezaji Buchanami Scott. Tafuta mwenzake Sabanyi lakini kataa kuimaina, apiga mtu kiatu hapa, anasema referee. Itakuwa ni kambu kwa pili kambu. Ya Bournemouth. Kumbuka matangazo moja kwa moja kwa hisani ya Mozart Bet. Unanishangaza sana kwamba inakuwaje unaingia pale kwenye Mozart kwa sababu mambo mazuri kabisa pale kwenye Mozart Bet. Ile SGR yako umeipiga kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Ukikosa mechi moja tu Mozart tunasema jamani ulitumia 50 yako umepoteza mechi moja tunakurudishia. Alafu iwapo haujajisajili pale kuna kitu kinaitwa karibishwa ama karibisha bonus ya moja kwa moja unaingia pale kwenye www.mozartbet.co.ke. Baada ya kuingia pale unakaribishwa, manake kuna bonus kabisa kuweza kukaribisha mtu hapa. Inakukaribisha karibu ndani ya Mozart. Ukijisajili pale unaweza kuanzia shilingi 50. Yaani uwezo wako. Ukiona Shafi akicheza na 2,000 ni yeye. Ukicheza na 10 sawa. Usiumize sana ile. Usitaki kujifinya sana, kujifinya. Wewe piga hesabu yako tu. Bet responsibly. Kabisa. Haya tuangalie kwanza hapa. Anachoona kwa nzuri kabisa ile. Lewis anategea nikiwa Katumu Nandi. Salimia sana watu wa Katumu, watu wa Mosob kule. Martin Khalid nimekuona asema kwamba Kinjo tuko mbele pamoja kutoka Baringo Marigat, alafu ni kama anaitwa ndani kabisa leo naona nyote ya Manchester. Alafu Benjamin Nyaboro nimekuona nafuatilia nikiwa Nairobi Tetra Park na mke wangu itwa Pislinet na mwanangu Gladys Bournemouth ushindi. Watu kama Wipend United. Andy Andrew nimekuona Kinjo dichaje, alafu Tio Team Chelsea nimekuona sema chemichemi Madrid Kitale Trans Nzoia, sijui kama ile chemichemi moja Saboti ama chemichemi gani. Malipo yetu chemichemi ya ukweli ama ukweli kabisa ile ndio chemichemi. Safari unatoka Saboti. Mko na majina? Kuna sehemu unaelekea inaitwa Muroki.
ama Chebukaka. Chebukati. Chebukaka. Unajua kuna Chebukaka ya Bungoma na kuna Chebukaka ya Trans Nzoia. Kuna Chebukati huko. Ile ni Chebukaka, sio kuna Chebukati. Lapo moja kwa moja. Panda polepole unaingia Chemichemi. Lapo unaingia mpakani sasa Bungoma na Trans Nzoia. Nazungumza manake mpira uko nje hapa. Jamaa anaitwa Felix Odhiambo, Kinjo huyu kijana anabeba pesa kweli. Pesa. Watu wanataka pesa. Watu wanataka pesa. Sijui tuma nani kwa pesa ndio tutoleze pesa. Sasa mbona utume na umetoka kwani? Sasa je, mimi wasipi nakaa hakuna pesa kila kona. Labda nipitie bank. Kuna bank sasa imefungwa. Kono. Wadhani mimi sijui kutoka. Haya, tuangalie na kwaje wanaanza polepole kule safu ulinzi, panda polepole, piga moja safi. Mchezaji utamwita Yoro moja mrefu, lakini kwaje kataa kule safu ulinzi. Bila uko mwingi kutoka nje. Mchezaji utamwita Kirkes. Utonjo kabisa, mwambie Harry Maguire bana, spendi mchezo na kujua sana wewe. Na Harry Maguire huwa anatoka kule mbele kwenda kucheza kama striker kwa sababu ya uwezo wake kupiga vichwa. Jamaa ni mkali sana katika pole hewani. Tabidi tu. Bidii ana bidii, alafu pia hewani is one of the good players katika akiwa on air kupiga headers na kuweza kusaidia kikosi chake kuweza kupata magoli kule mbele. Ndio maana wakati mwingine kama kumekuwa kugumu zaidi, Manchester United humtuma Harry Maguire kwenda kule katika attack. Nilikuwa naangalia hiyo Europa League. Watakuwa wapiga dhidi ya Athletic Bilbao ama Athletic Club ambayo huwa ina historia ndefu sana. Athletic Club unajua kule katika hiyo timu Kinjo, hakuna mtu kutoka katika taifa jingine anacheza katika hiyo club, ni Wahispania peke yake. Alafu pia ni watu kutoka region moja. Yaani ni region moja inacheza katika hiyo club. Kumaanisha kwamba ni baadhi ya timu ambazo zinaenzi sana ile kuanzia udogo kabisa. Kwa hivyo nafikiri alafu pia katika hii Europa finali itakuwa inachezwa katika uwanja wao. Asante sana, sema kocha Vincent, sema kwamba tuko mbele pamoja. Alafu jamaa amesema kwamba mwambie Shafi kama ana pesa aseme tumchangie. Nani lipe mwenzake. Nani hawezi danganya sisi, lazima tuhesabu cheki. Nani anaitwa kocha Vincent Kiprotich. Sema pesa kidogo hiyo. Tangani na kwaje kule safu ulinzi. Utamwita Harry Maguire, piga moja mrefu kumtafuta kwa ile, lakini kataa huyo. Ajisema Ribini, utamwita Furjan. Anapiga moja mrefu lakini kutunza kabisa huyo, akwenda kwa jina Casemiro, safu ya kati wanaanza polepole, mwache mwenzake huyo Manzuri. Anamtafuta Yoro. Polepole Dorku. Ile vile safu ulinzi. Utamwenzake Harry Maguire. Cheza na Onana hapa. Onana anachukua na kushoto. Anapiga moja mrefu kule katika safu ya kati, lakini kataa bwana. Tokea kwa Ilan. Anamnyang'anya kwa urahisi, lakini amepiga mtukiato hapa mchezaji Boito Koidana. Sema itakuwa ni kabu kwa faida United. Si United lakini Bournemouth. Takuwa nakueleza vile vile kama kuna mechi kufikia sasa haujapokea matokeo, tuulize. Alafu iwapo mnapiga mechi kule mtaani bana, tueleze ni mechi gani hiyo mnapiga. Ni mechi gani mnapiga hiyo? Panda polepole Semenyo Togaile kwa ajili nafasi kule, lakini kusea hapa bado anatokea kwa mchezaji, lakini kataa kule safu ulinzi, piga moja mrefu. Anamtafuta mwenzake pale safu ya kati, lakini hapa itakuwa ni kabu ile. Amepiga Ganacho huyo, lakini amejirusha. Na sidhani kama ni kosa ambalo referee hafai kupeana kadi, sababu hili ni kosa ambalo Kinjo mchezaji alipata mpira kautoa na Ganacho akakuja kupiga mguu wake. I don't know, Ganacho anataka kupata red card. Anataka mwenzake atoe kadi nyekundu, lakini for any case that's not a red card or a yellow card. Kwa sababu mchezaji alipata mpira na kautoa ule mpira, it was a 50-50 challenge, na Ganacho alikuja kaupiga ule mguu wa mwenzake. Sijui kama alikuwa na msetup, kwa sababu pia wachezaji pia angalia that's the case, akautoa mpira, umeona hata alikuwa anajua na Ganacho alikuwa kwamba ni setup, angalia kabisa huyu akatoa mpira, lakini amepigwa. Angalia sio kidogo, ndio papa alitoa mpira basi. Ile ni wajua amepiga ndio ametoa mpira, lakini angalia mguu wake, kwa sababu after ball amepata nani, amepata Ganacho after ball. Sasa wajua unaangalia pia intention ya mchezaji, kwa sababu kama ingekuwa ni 50-50 yeye alikuja akiwa na intention kwamba anapiga akimalizana na Ganacho. Anapiga sasa, anapiga akimalizana na Ganacho, shauri yako. So yeye alikuja hivyo, wanaangalia kama kuna uwezekano wa red card.
Unaona? Sasa nakwambia ile ni mbaya sana, kuna uwezekano hata unaweza pigwa kadi. Hiyo picha sasa kwa naangalia kuna uwezekano kadi nyekundu, ile ni mbaya kabisa. kwa Adam mguu katika ankle, mguu katika ankle, so maybe Brasma tutakaza na referee Maxwell Buyi nimekuona, alafu najitamesha mash nimekuona vile vile, sana wanasema Mara Sugar na Gor Mahia iliendaje, sasa na kueleza. Alafu Tyler Kims nimekuona, tuko Nakuru, tuko mbele pamoja. Johnson Son anasema kwamba tuko mbele pamoja. Kimani Kevin anasema Kinjo na asilimia staff wote wa Stage Supermarket Barnabas pale Nakuru. Tuangalie kwaje, bado nafasi tafuta moja kwa moja, inakuaje? Semenyo nafasi kule, anapiga huyu Semenyo. Limepigwa msikilizaji, limechongwa msikilizaji, limepikika kutoka pembezoni kulia kuja katika safu ya kati. Alileta darasani kama sijakosea, ni mchezaji pembezoni kushoto kule ni Dorgu, ikampata mchezaji jezi namba 9 hapa, na mzungumzia Evan Nilsson. Mpira ukashuka katika miguu salama ya jiwe la Kumas. Mpira ukashuka katika miguu salama wa mzawa wa Ghana, msikilizaji, anaitwa Antoine Semenyo. Hata ukituma na wrong number, jina inakuja Semenyo, anararua, anapiga msikilizaji, shuti linalia, kamba zinaita, kamba zinacheka zikishangilia msikilizaji. Ball move inaziba the mouth of Manchester United. Bad season continues. Hapo utamuonana hapa ile ilikuwa nzito, uweze kumlaumuonana hata kidogo, kwa sababu laki mbili alipiga ile 70,000 hata mimi hapana. Yo Manchester United injury yangu hapa kwa Hampton. Wewe kama sasa, kwani ilikuwa ni kipindi cha mwisho ama ni nakwambia nimemwekea apate kwa draw, nataka tu draw. Tuseme mechi ikiisha hivi United na nafasi atapeleka katika nafasi ya 15 au 16, tukisubiria kuona Tottenham Hotspur na Liverpool tendaje. Tottenham Hotspur na Liverpool ikishia sare, apate madro itakuwa inasonga hadi nafasi ya 16. Na United itakuwa inasonga hadi nafasi ya 16 iwapo ile mechi Tottenham Hotspur dhidi ya timu ya Liverpool itaishia sare, basi United itakuwa inasonga nafasi ya 16. Iwapo Tottenham Hotspur atapigwa, basi bila shaka yote United itasalia katika nafasi yake ya 15 akiwa alama moja juu ya Spurs. Spurs imepoteza mechi nyingi sana, imepoteza mechi 18, lakini amini usiamini Mkinjo ni kwamba kuna goal difference sana zidi kushuka kabisa. Tuangalie kuna uwezekano kadi, tuangalie itakuwaje, manake amepigwa mtu. Kuna mchezaji mpaka Mrarua, kuna mchezaji wa klabu ya Bournemouth uko chini, na kuna kodida anaitwa nani huyo? Huyu ni Evan Nilsson. Evan Nilsson Desemba 9. Hiyo ni kadi huyu ni Maguire ama ni nani? Na akifanya mchezo atapigwa. Ila asira bana, hapana. Kalia jana bana, Real Madrid wamehangaishwa hadi wachezaji wamele. Unakumbuka nikiwaambia watu wakisema kwamba Real imestahili Mbappe, inakuwa moto sana. Nikamwambia kama kuna kitu ambacho kimefanyika La Liga ni Barcelona kusign Hansi Flick. Yule coach ni mbaya. Hizo nikianza niwaambia tu angalieni sana huyu coach ambaye Barcelona imepata. Huyo coach huwa ana turn average player. Angalia mchezaji kama Inigo Martinez. Imagine Inigo Martinez alisaidiwa pale Barcelona kuwa backup ya Araujo. Lakini you can imagine Inigo Martinez huwa anakalisha Araujo bench. Huyu coach anachukua kina Fermin Lopez anachezesha na bado anapata results. Wakina Pau Victor wanapata results. Huyu ni kocha mzuri sana. Before United wamfute ule Erik ten Hag. Huyu kocha alikuwa anatakana ndio jiunge na Manchester United. Huyu Hansi Flick. He made average players
Kwani hii ni gani na gani? Hiyo yenye wanacheza ni kocha mzuri sana. Ile kama ungepata yule. Ilikuwa na Yesu ambao walikuwa wanahusishwa na kusajili. Ilikuwa naomba kila siku kwamba wasimpate yule kocha. Ni mkocha mzuri sana Hans Dieter Flick. Lakini sasa tuone itakuwaje iwapo watabadilisha matokeo, kwa sababu ukiangalia walikosea tu pale safu ulinzi, walichanganyikiwa tu kidogo wachezaji wa klabu ya Manchester United. Kapata nafasi mwenyewe kwa mwenyewe mchezaji utamwita Semenyo aliyetia pataki moja tamu zaidi. Kashangaa kwa mchezaji utamwita Onana. Hata kama ni wewe bana wasema kwamba anauliza kocha, hata kama ni wewe ungefanyaje? Utanilaumu mimi? Usinilaumu hata kidogo. Uliza hata kama ni wewe ungefanyaje? Tuangalie kule safu ulinzi. Mwitende Lioro. Tafuta mwenzake Mazrui. Kusundu kabisa hapa. Mazrui yasemaje? Na mwita mzee kazi. Wanapanda polepole tu, lakini kataa kule safu ulinzi. Mpira unakuwa mwingi kutoka nje. Anakuja kuanzisha ni mwana Crystal Palace. Si Crystal lakini Bournemouth. Anapiga pale safu kati. Anapiga moja kule juu, lakini kwaje bana kwa kweli mpira unakuwa mwingi kutoka nje. Salima by Hemstone. Asema tusikiliza. Hemstone bwana wasemaje bana? Mwenzi wake asema kazi ni nzuri. Kazi ni nzuri vijana. Ajisa ni kijana mdogo. Ile ndio tunamheshimu. Ati ndio anasifika, lakini Hemstone wengi na kadogo sana. Hata nikikutumia ujumbe kwa heshima, huwa anasema tu hata kwa sababu tu yeye kwa sababu najua ni lakini si umetulia sana bana. Dhani mambo yako sawa. Shukrani zaidi Maxwell Max anasema tuko mbele pamoja, alafu Adey Andrew anasema tuko mbele pamoja, familia kwaje Arusha. Hata mwenzake mwite Kepa ni Kepa Rizabalaga. Yule wakati nikimwona namkumbuka Masigara. Anapiga moja mrefu kile kwaje kata kule safu ulinzi peke zingine ndio kubali tafuta mwenzake Metoka Smiro. Anajua taifa la Brazil, anaangalia pale safu kati. Tafuta huyu Bruno na kile kwaje. Anakosa mchezaji Bruno. Wanaanza pole pole sani Bournemouth anapiga mtu chinga. Kubali anapanda Disemba 19. Mwite pole pole tu. Wanapiga tikitaka hapa kitu kinaitwa sambusa. Wacha huyo. Hapo mzee kazi utamwita Adam. Anamtafuta mwenzake Disemba 2. Jita Wilson anamtafuta Disemba 19 panda pole pole. Tuangalie kwaje. Wanapiga tikitaka. Nafasi kule ile kile kwaje kata huyu Mazrui. Mpira unakuwa mwingi kutoka nje. Wanahangaika kweli manake kuliva tu huyo. Zungusha watu hapa kabisa. Na huyu Mazrui is one of the stars club ya Manchester United. Tangia jiunge na Manchester United amekuwa akifanya kazi kubwa sana, kazi ya kupendeza sana kwa safu ya kulia. Kwani Mkangae ni Ombe United? Asubuhi ni kwa nakwambia nina Mkangae kiombea na B kuja hapa. Kwa sababu watu Mkangae kiombea Chelsea wewe nilikuwa nawaambia jana upo na kisma sana. Mkangae kijo, there's something is said about Semenyo. Sometimes as much as he's a good player, he can shoot and do everything with the ball. He's too slow. The guy is too slow. It takes forever to make a simple decision. Kwa hivyo inafaa kwa namna nyingine awako ni his agency, akue mchezaji anafaa kuwako ni his agency. That's the correct term to use. Asipoangalia agency yake, mchezo katika vilabu vikubwa itakuwa ngumu sana. Most of the teams wanacheza ni Barcelona pekee yake ambayo inacheza ile sure and ile long ball, lakini ile kucheza pole pole sure ball huwezi katika Premier League ni ngumu sana vile kuchukua. Nikukumbushe tu kwamba pale kwenye Mozart ukipiga SDR yapo ile mrefu kabisa ambao unasema ile mrefu kabisa ile kuanzia Jumatatu hadi Jumatatu, ukipiga ndefu kabisa ile unajua kwamba ukipoteza mechi moja na ni kuanzia game 4 kuendelea, kuanzia game 4 kuendelea unarejeshewa hela pale kwenye Mozart Bet. So hiyo hapo unategea kwa sasa hivi unaweza kuingia pale moja kwa moja kwenye www.mozartbet.co.ke na kujisajili. Kumbuka vile vile kuna karibishwa bona unajua umetaji Hemstone karibu nichanganye. Nadhani hapa nitaji huko. Lakini Hemstone ni sawa tu. Pole pole. Mwite Ganacho, lakini Ganacho Semenyo gongo hapa. Kwa Dikabu amechakwaje Dikabu kupenda klabu ya Bournemouth. Unajua Semenyo angekuwa clinic kwa uliposema Shafizede. Bournemouth ilikuwa na mabao zaidi mengi sana. Kumbe bao la Inter leo. Kitoleo kwa nukuja. Alafu Roma kafunga. Akafunga Roma. Kuna jamaa anasema ni kama hii Napoli nini Inter inaharibu hesabu bwana. Anaitwa Felix Odhiambo. Felo pole. Ngeiwa Kiptoni imekuwa na Walter Kinzo, mambo vipi?
Ni George kutoka Koikoi. Pale Holy Trinity. Koikoi and the Sons. Sasa kuna sehemu pale Saboti. Unaongea clicking sounds. Inaitwa Koikoi. Unaongea with clicking sound. Wachana na Koikoi na nini? Hunters and Gatherers. Wachana na. Sasa huyu jamaa tulikuwa na Georges. Alikuwa anacheza mpira vile vile. Sema kwamba vya mkangaa kunywa maji bana. Shukrani zaidi Georges bana, usalimu sana watu wa Koikoi bana. Msalimu sana Hillary. Ndio jamaa tuko naye form 1. Kapoteza blanketi, anaitwa Hillary. Blanketi. Alilia sana usiku kwa form 1. Alipoteza blanketi. Unajua tuko na dirisha ile dome. Baridi ilikuwa inakuja sharp. Ukishika masikio imekauka. Ukishika sikio unahisi hapa. Unaona. Sasa baridi ilikuwa inakuja hivi. Wanaume amwezi songeana. Sasa alikuwa juu. Analia pole pole, nikamuuliza nini mbaya ndugu yangu, anaitwa Hillary. Blanketi yangu sina mpya hii. Jamaa akatoka day school. Akaamua kwenda. Nikamwambia kitu cha kuvumilia. Ndugu yangu. Mwanamume mwanaume kufa kiume. Lakini waweza kufa kiume ni umone ya kumaliza. Kwa sababu wajua ile dometri yetu ilikuwa inaitwa Elgon. Lakini sasa kukawa na wauni sana hadi ikabadilishwa jina ikaitwa Kofi Annan. Sababu wauni walikuwa wengi. Wao ndio wanaongoza wauni. Sasa kukawa na wauni wengi sana wakabadilisha ikawa Kofi Annan. Lakini madirisha yani ilikuwa wazi tu, unalala tu hivyo kama zizi ya ng'ombe wengine. Tena unaongea kwenye kundi kwenye sehemu wadosi wangu. Unaona Anjo uko hapo unaongea tu. Papa kwa mbai uko hapo ndani unaongea tu. Shida yako nini ukazi? Kumbuka matangazo moja kwa moja kwa hisani ya Mozabet. Unaingia pale moja kwa moja www.mozabet.co.ke. Tumekueleza kwamba iwapo una SGR umeweka mechi zaidi ya 4 na upoteze mechi moja, inaweza kuwa mechi 7, inaweza kuwa mechi 5, inaweza kuwa mechi 10, inaweza kuwa mechi 11, yani popular. Na upoteze mechi moja tu basi unakurejeshea. Unakuambia ndugu yangu ulikuwa umejaribu sana. Nasema almost. Kama anauliza Mkangai uko wapi? Came so close. Came so close. Mkangai pray and he fears for his life. Ni watu wa Manchester. Atembea na nini na mama Nora nani? Mkangai. Hapa Nora hapo. Sasa atakiwa je akikuja hapa na Nora. Nora wala kubaki na kitu. Aitwa nani? Ndio sio kupendeza. Jua. Nimesema zaidi ya reketi la pili tulikuwa. Mkangai akasema leo moja mrefu kile kwa uwanja wa polisi. Kwenda kwenye na kile kama hilo kwa mchezaji maino huyu Yoro kwenye namba 15 piga chinga hapa mchimko kwanza kutoka Zero kisha mchezaji maino piga pasi fupi kumtafuta huyu kwenda kwenye na Lushu pole pole kwa Karimu Bwaya piga pale toka kati tumemtaka mtu Mazrui tata Koilan jamaa Minister of Defense Mwita Koilan it's a Minister of Enjoyment Koilan sema kwamba itakuwa ni project ile kufaidi klabu ya Bournemouth nani taarifa zaidi sasa kutoka pale JKA kwa sababu a KQ flight flying from JKA to Dar es Salaam is about to return to Nairobi a few minutes after takeoff due to concerns of hazardous biological
hiyo kitu hazard kwa material iko wapi? Sasa ni nini? Sasa simeonekana ni kama zile kemikali zinatokea. Sasa ukasema kwamba ukono unaniona Chelsea nikisema hazard sana pia hazard Eden wa Chelsea. Hii mambo unaanza sasa hivi, mimi nilianza kitambo sana. Unajua Kitale Kitale Airstrip imekuweko tangu ile ambayo ni nini, unajua penzi yake ni mahindi ile ndio chakula ile. Haya kule safu ulinzi Mzokazi anafanya shughuli kupendeza, utakuja kirikiri lakini kata Casemiro polepole tu nasema usitoketoke kwa urahisi. Sasa nikasema nani ule wa Barcelona nilikuwa amewazia sana, walikuwa na mwazia sana United kumchukua Barcelona. Hata jana amecheza nani kuja akaiba pate red card jana aitwa nani sema kama hakuna mwambie mkakae karibu na maliza hapo, na mwambie tu kwamba United ilikuwa na mtaji huyu De Jong, lakini akasema kwamba yeye ndio angalia sasa wameshinda jana kwa wanashinda ligi na juzi ameshinda ile ya nikamwambia sasa hivi angekuwa huku alikuwa anahangaika sana. Karibu anamaliza na karibu tena waliambia producer as he stream live I got my life was in danger. Watu wa Mani wanasema kwamba mwambie Shafi 10,000 ziwe in cash. Sasa watu wa Mani nataka 10,000 baada mniambie niombe timu yenyewe itoke namba ambayo iko. Huwezi kuombea. Haya, Gideon Mwania wana Liverpool nasema kwamba Nandi County nasikiza Kinjo Gotea mwenzako studioni. Bournemouth kichwa. Lakini mimi singependa leo United kupiga Mbola maana David Zomendrag Mbola, lakini sisi ni Neymar wakati kusema kweli tu tunaolola kiasi and they are only hope kwa Europa League. They are only hope for Europa League na kuja koja kufungana iko na Athletic Bilbao machange mala kuchange ni garage mala kuchange ni garage dhidi ya Porto Glimt ana qualify, lakini first because they have Athletic Bilbao klabu ambayo iko vizuri sana sasa hivi na mawinga wake wanafanya vizuri. Sasa tumeongelea nani coach Ben Amorim akasema kwamba ile Bilbao friendly ni timu ambayo inafanya vizuri na iwapo watashinda mechi yao dhidi ya Athletic Club na waombe Bodo Glimt na wafanye nini? Bodo Glimt wapige tunapaswa nayo imezoea kupiga Manchester United sana. Hesabu zao zinategemea Mwenyezi Mungu sana. Unita mkamboza magana hata mkamboza 1000 tu ino mnapata hana mwingine fa kwenda mara zuzi si hizo pesa hizo bula au ndio mwambrave, lakini si hizo pesa hizo bula kabisa. Nili mkamboza 1000 hata mnapata gari hana mwingine fa kwenda mwalira anakala kura mitodoni ni sasa. Kwa hivyo kumaanisha kwamba ikale penalty mwananchi Dr. Gotea sana wasio kapso
Sema tupateni recruitment ya KPS. Ni watu wa jamaa wa Kenya Prison. Ushaenda recruitment? Sasa ile recruitment kuna kazi. Haya. Unajua ulikuwa unatafuta kazi mbili, ndio maana ulikuwa unaendelea kwa sababu. Haya, unaanza kuleta ulinzi. Polepole inakuwaje? Referee anasema kwamba kipindi cha kwanza tulichodari. Fast hapa. Kwenda kwa jina Bournemouth moja. Manchester United sifuri, itakuwa nasubiri kipindi cha pili kuangalia mambo inakwendaje. Wapo pale kwenye muzo tulipa first half Bournemouth. Tayari ushavuna ile. Bila shaka msikilizaji, na akija kueleza mambo ya recruitment, mimi recruitment ambayo ni ya jeshi ya Air Force ya kufly ndege tu, nikafly kidogo, nikasema acha niende katika kazi nyingine. Mimi mpaka nimewahi kuwa daktari, msikilizaji, hata ndoto yangu ilikuwa kuwa daktari. Katika wimbo wa habari ilitokea tu as 15th position. Haujapata English nyingine. Are still struggling to make it to the top half of the table. Na sasa hivi bado mechi ngapi? Bado mechi 34, bado mechi 4 peke yake. They'll have to win all the remaining matches, na including Chelsea ambao kwa pale ambao wanapigania top 5 ili kuweza kuhakikisha kwamba labda wanamaliza season katika nafasi ya 12 kuendelea juu, lakini itakuwa ni aibu kubwa sana kwa klabu kubwa kama Manchester United kuweza kumaliza season wakiwa pale bottom 5. Kwamba sasa hivi wako bottom 5 ya Premier League, ambapo wako na timu ya Ipswich Town, timu ya Leicester City na timu ya Southampton tayari washashuka, lakini kuna uwezekano mkubwa sana iwapo Manchester United wangefanya season ingeendelea kidogo, basi klabu ingekuwa inaenda relegation, lakini wanasema kwamba bado ni klabu ambayo iko chini ya ujenzi. Sasa hivi toka katika ligi kuu Alex Ferguson kutoka pale huwa inachukua ngumu, ni uzito sana. The process huwa ni uchungu sana for Manchester United, for the club, for the fans. Ni jambo la kuhuzunisha na la kustaajabisha zaidi na zaidi na zaidi. Hivyo basi msikilizaji, halftime United bado wanasumbukana katika nafasi ya kutafuta bao dhidi ya Amea Bournemouth, na msimu huu wamefunga magoli 43 in total na wameconcede 58 goals. That means a lot about the club currently. Haya, tutakuwa nasubiri tuangalie mambo itakwendaje. Sema kwamba Felix Odhiambo nimekuwa na Kimani Kelvin na vile vile sema kwamba tuko mbele pamoja. Tukirejea tutakuwa napunguza jumbe kulikoli, lakini kwa sasa hivi namuona Esther yani shengia studio ni tukiwa dukani la kutupa nafasi Esther Kiro. Alafu moja kwa moja tunaingia kwa zangu Shafi zile kipindi cha pili. So zaidi kusema nafsi nimeona kukaji shoki huko ndani. Watu wengi tu utakuwa na Felix Mulama. Kirejea Ndugu yake Mulama, ndugu yake Mulama. Utofauti kabisa. Redio Maisha 91.3 Kisii, tuko mbele pamoja. Maisha Classified. Chuo cha Kitale National Polytechnic kinawatangazia 2025 May intake katika kozi za diploma, higher diploma na certificate kwenye building and civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, applied sciences, IT, hospitality and institutional management, agriculture, liberal studies and business studies. Jiunge nasi leo. Maelezo zaidi tembelea tovuti ya www.kitalenationalpolytechnic.ac.ke au piga simu kwa nambari 0721979304 amba 0712549873. Kitale National Polytechnic, a polytechnic of excellence in competence-based education, training and research. Maisha Classified. Karibishwa Mozartbet kama mgeni mheshimiwa. Register now na Mozartbet. Weka deposit yako ya kwanza ya shilingi 100 au zaidi na upate free bonus hadi 50% na pesa taslim hadi shilingi 2500 na 50 free bets za kucheza vieta. Hii ni exclusive welcome bonus kwa wanaoregister kwa mara ya kwanza pekee. Masharti kutumika. Kujiandikisha tuma SMS Maisha kwa 29990 au www.mozartbet.co.ke kwa mengi zaidi. Usicheze chini. Mozartbet. Vipindi bomba, muziki wa kisasa wa Kiafrika na habari za kuaminika. Radio zaidi ya radio. Mbele pamoja.
habari za sasa na Redio Maisha, stesheni namba 1 nchini. Kwa sababu saa ile walinifukuza, rais alienda akatafuta maminista wawili ambaye wanauzaga madawa ya kulevya akaweka kwa cabinet. Hata deni yetu hamjalipa, lakini tutaongea hiyo hapo mbele. But we want to be partners for life. Ile barabara tulipoteza for so many years, we are recovering. Where our leaders became misleaders post-independence and became selfish and became people who are rewarding their cronies, and they have fought that fight. Dakika 52 zimepita baada ya saa 10. Hizi ni habari za sasa za Radio Maisha, stesheni nambari 1 yenye habari za kuaminika zaidi kote nchini. Jina langu ni Esther Kiron. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekejeli juhudi za serikali za kuwalinda vijana dhidi ya matumizi mabaya ya dawa za kulevya, akidai baadhi ya maafisa wakuu serikalini wanajihusisha na ulanguzi wa dawa hizo. Akizungumza katika ibada ya Jumapili kwenye eneo la Oljorok, kaunti ya Nyandarua, Gachagua anadai kuwa baadhi ya viongozi katika baraza la mawaziri wanaendeleza biashara ya dawa za kulevya. Gachagua ameibua wasiwasi wake kuhusu kurejea kwa pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya ondoke madarakani. Kwa sababu saa ile walinifukuza, rais alienda akatafuta maminista wawili ambaye wanauzaga madawa ya kulevya akaweka kwa cabinet. Sasa Kenya ndio cabinet pekee katika dunia iko drug barons wanakaa pale katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo that fight cannot be won because we have drug barons who are sitting in the cabinet. Wakaoga, wakakuwa wasafi. Wamama wetu wakaanza kupata watoto. Katibu, pombe ilikuwa imekwisha, haikuwa imeisha. Imerudi haijarudi. Imerudi haijarudi. Gachagua ameendelea kumshtumu Rais Ruto kwa madai ya kuendeleza desturi ya uongo. Anadai kuwa baadhi ya ahadi zilizotolewa na Rais Ruto kwa wakazi wa eneo la Mlima Kenya hazijatimizwa. Rais akaniambia achana na mambo mengine. Kujeje. Yekale Hiyo mimi ni anagalamua William Ruto. Lakini sio uongozi ya uongo. Hii Nyandarua amekuja karibu mara 9. Na ile mambo yote tuliahidi watu ikakuwa ni uongo. Na mimi nikakuwa na matatizo kubwa kwa sababu mimi ndio nilikuja hapa kumwombea kura na kumuuliza rais watu ya Nyandarua wanalalamika. Kwa hivyo hiyo maneno ya kudanganya wananchi ni mambo ambayo haifai. Kwa hivyo mimi nataka niombe msamaha watu ya Nyandarua. Mimi ndio nilete huyu William Ruto hapa ni mtu mzuri. Nataka mnisamehe kwa sababu amekuwa mtu ya kutudanganya. Kwingineko, mwenyekiti wa kamati ya afya katika bunge la Seneti Jackson Mandago amewahimiza wakazi wa Nyanza kuunga mkono serikali wanaosuta baadhi ya viongozi wa chama cha ODM hakiko serikalini. Mambo ya Rembetia mwache. Hata deni yetu hamjalipa, lakini tutaongea hiyo hapo mbele. But we want to be partners for life. Ile barabara tutapoteza for so many years. We are recovering. And there will be no doubt. Kwenda hapo mbele. Kwa hivyo kanisa haiko, tuambiane ukweli. Namna hiyo. Aidha, amewataka vijana wa Gen Z wanatekeleza ahadi. Hata hivyo, seneta wa kaunti ya Migori Eric Okello amesema Gen Z wana tatizo tu na uongozi mbaya. Where our leaders became misleaders post-independence and became selfish and became people who are rewarding their cronies, and they have fought that fight to where we are today. We have got new constitution, we have got human rights, people can talk the way they want, we have got independent institutions. But then, what is the burden of our mission today as young people and as leaders who are seated here? In my humble belief, I believe number one, which is where you meet the Gen Zs, is the issue of good governance. The idea that you can serve the nation and not benefit from the nation. But I think that's a smaller one. And I think this is where people don't understand the problem with government. The biggest mission that we must work on as people now is economic justice. Familia moja katika eneo la Rachuonyo katika kaunti ya Homa Bay inalilia haki kufuatia siswere kawaza mwenye umri wa miaka 40 alifariki dunia katika seli ya polisi baada ya kukamatwa. Mwanamume huyo
Simon Otieno anaripotiwa kuaga dunia alipokuwa akizuiliwa katika kulingana na baba yake Ojwanga. Otieno alikamatwa katika kijiji cha Wangapala huko Alhamisi wiki iliyopita usiku kwa madai ya kuharibu taa za shule ya upili ya Wangapala. Ojwanga amesema maafisa wa polisi walimwambia mwanawe alijua jambo ambalo anatilia shaka, kwani mwili wa Otieno ulikuwa na majeraha mabaya yakiashiria uwezekano wa kushambuliwa. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Homa Bay Lawrence Koilema amesema swala hilo limekabidhiwa kwa maafisa wa idara ya polisi kwa uchunguzi wa Otieno. Kaburi mnafuna miko kabe katika kanisa ya Meja jijini Roma. Wakati wa wake Francisca marehemu Papa alikuwa katika kanisa mojawapo ya makanisa makubwa manne Roma, Italia, mojawapo ya makanisa ambalo alitembelea mara kwa mara akiwa kardinali na papa. Alipanga foleni nje ya kanisa hilo ili kuwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kutoa heshima zao kwa Papa Francis aliyefariki dunia Jumatatu wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 88. Huyo alihudhuriwa na wakuu mbalimbali duniani, wafalme pamoja na mamia ya maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki duniani. Baada ya siku 9 za maombolezo, shughuli ya bado haijawekwa wazi, lakini inadhaminiwa kuwa itaanza Mei 5 au Mei 6 mwaka huu, na makardinali 135 wamepangwa kuhudhuria na kuifanya mkutano mkubwa zaidi katika historia ya sasa. Msikilizaji, ni dakika 59 zimepita baada ya saa 10. Nitarejea hapa wakati wa upeo wa Radio Maisha mwendo wa saa 12. Jina langu ni Esther Kiro. Kadri yanavyofikia kutoka Radio Maisha, hizi ndizo habari za sasa. Ariel, kuna mwasa. I'm coming home, baby. Hold on. I'm coming. Yeah. Ooh, yeah, yeah. Ooh, yeah. Oh, yeah. There was a time when all I wanted to do was the things that mattered. Was popu. Mahala yenye be hangu tuzimane na popa za gula Afrika kalenda kala bado kwanza mpaka siku 90 ndio maana zopiga kura. So baby, hold on, everything will be just fine. But I know that you miss me, baby. And I know that you did too. Ba. Afunga mwe. Bela wa mwe. Afunga mwe bela. Ni ukala bimza sikiroje.
mana bebe manji go. Gapi mane ma. Yo zona na mboza konze. Ubana linga hasa. Nyingine. Anakimbia vizuri asaidie kumbe anajifunga. Anajifunga. Haya. Aya. Everything will be right. But dedication kwa wana Manchester wote. Umekiwa dakika 3 katika baada ya saa 11. Kumbuka tutakuwa naingia kwenye kipindi cha pili. Lakini kabla ya hapo nimeona semaje Bournemouth niokolee jamani. Sema kwamba pesa yangu jamani Paul ama mapa kutoka Mkangi Karange hivi. Zaidi na naitwa nani? Mauche nimekuona sema mfano wa Man City, lakini kwa sasa hivi niko Nakuru Arvit pale pamoja Kenjo msalimu sana Mkangai. Haya. Ile kama Sema mwenyewe shukrani zaidi kwenda kwa jina Kalistasa Hamasi. Unasema matangazo mazuri kabisa Ruiz, tunapata vizuri kabisa. Salimia coaches mwenyewe pamoja na Shafi Zidi lapo papagi shuki. Nimekuwa nasema kwamba hapa tabasamu pia huitwa chemichemi ya ujana. Wow, pale tabasamu pale. Anasema kwamba sioni wa Bunyore FC akipenya hapa, anasema kwamba Hakim Chichi. Alafu nani tena mwingine kaka bado wakatonga mizati vipi? Bongo tunaopata shore kabisa msalimu ile timu ni mbaya. Sema Bournemouth kichwa. Shukrani zaidi jamani. Jamani Bodanse salimia wenzako studioni, asema kwamba tuko mbele pamoja. Janet Okiro salimia sana majamaa hapo stage bwana siku za minapo utakuja tuzungumze bwana Janet Okiro hapo stage. Alafu jamaa mwingine ni nani hapa, asema kwamba tuko mbele pamoja. Salimu sana wote wana Manchester United, waambie tuko nyuma yao. Moja kwa moja tuelekee viwanjani tuangalie mambo inakwendaje kipindi cha pili. Tuone mambo itakwendaje kipindi cha pili. Ndakwenda kueleza iwapo kuna mabadiliko ama mambo inakwendaje. Manake kila mchezaji anaingia pole manake dakika 46 zimekatika. Ingia pale kwenye Facebook kuna W Kinjo niko live pale, takuta vile vile Radio Maisha ndio kitu nambari 1 hapa nchini Kenya. Kitu kiko sawa kabisa. Iwapo kuna kitu kitamu ni soka bwana, inafurahisha sana, leta watu pamoja. Sasa usiogope hata kidogo. Nasemaje hapa, sema kwamba tuko mbele pamoja. Sema natakia Manchester ushindi. Tutakuwa na kueleza tuone itakuwaje, kwa sababu hapa sio rahisi. Tutakuwa tueleza Shafizeli labda kipindi cha pili anasemaje kuhusu kipindi cha pili. Bila shaka tangu tulia pale tu sababu Simoni kwa hapa iko sawa. Iko sawa. Kipindi cha pili unasemaje Shafizeli? Mechi ambayo lazima ilete apate alama angaa kuna mmoja kwa sababu sasa hivi bado kwa 38 points. Sasa hivi bado kwa 38 points na sio jambo zuri sana. Nafikiri hata kocha anawaambia vijana ni wakati wa kuweza kujituma sana. Kupata alama moja alama kuweza kupata alama hapa na tuweze kufikia best ya kuprepare mechi ya ni kuhava sama kuweza kupeana hii motivation kwa vijana katika mechi kama ile ama kufunga goli huwa ina demoralize and it plays a big part of the game katika mechi kama zile, na pia mchezaji hata kuja na ile motivation, hata kuja na ile motisha ya juu sana kwamba hata kupiga. Haya, shukrani zaidi. Jua kocha wangu Shafizele. Kuna jamaa alikuwa amecheza kwa muda mrefu sana shule ya upili. Wajafula ngoja nikueleze kwanza. Ni history ni yangu. Sasa kuna jamaa alikuwa amecheza kwa muda sana, sitaki kuitaja shule lakini pale Kitale.
Mimi nikiingia form 1 jamaa alikuwa form 4. Wakati nimefika form 4 alikuwa form 4. Sasa mwalimu wangu Baristo kocha akanambia Kinjo, unaona nani bado asomo. Sasa akanambia kitu kibaya ni kwamba ukimuogopa atakuadhibu. Sasa nenda usimuogope. Unanipata? Akanambia nenda tu usiogope. Wewe cheza ukijua huyu jamaa amecheza kwa muda mrefu. Sasa yafaa wewe kwamba umwaibishe. Ndio kwamba amecheza kwa muda mrefu lakini lazima tumtandike. Sasa kitu ambacho kinafanyika na United ni kwamba umekuwa na jina kwa muda mrefu. Sasa yafaa waanze kufanya ile mabadiliko ya kuweza kuhakikisha kwamba wanakuja tena kwa wale United ambao walikuwa wanapiga vibaya sana. Kwa sababu sasa hivi kila klabu akilini anajua kwamba nikienda kucheza na United tunawapiga. Kuna lazima uko na ile mentality kwamba trend kapige. Nenda, yani ukiambiwa kwamba unaenda kutenda United, hata ninyi wenyewe mnajua tujaribu. Jamani wazuri lakini tujaribu. Yani tayari ushapigwa kile hicho na kitu ya pale. Klabu za Great Sapia Park wakati unamsaidia sana kuweza kushinda mechi za kwanza, mechi kushinda mentally. Ukishashinda mentally ni rahisi sana kupiga physically. Na United ndio bado wako kwa United ukienda katika bao wakiwa mentally wakiwa katika mentally hawako prepared, wamepiga mechi kama hizi ambao wanacheza nao watakuwa na motivation, watakuwa na motivation juu sana kuwapiga. Na hiyo ndio kitu ambacho inaanza kucheza kwa mechi. Mechi inaanza the moment unaanza kucheza next game. Ndio hiyo hizo siku ambazo tumesaidia ndio unaanza kuhiyo ndio unaanza kujisikia katika hiyo mechi. Kwa hivyo hawezi kushinda mechi just for that. Haya, shukrani zaidi kwa mwenzangu Shafi Zele. Nasema alikuwa kocha lakini sijaimuona. Sasa pale kocha Shafi Zele Sasa safari ya kuokote hivi karibuni kabla kwa ajili ndio nikistaafu nitengeze timu yangu kule mjani kama sasa kama Shauri Moyo treasurer ni mmoja timu kabisa huko tayari ni mmoja tenda kule Mtembo kule Tokebeni tengeze timu yangu tu nilete kule tujie kutoka ile kwa ajili tafuta hapana ya Bournemouth manake anafanya shughuli pendeza kwa Masi kipenda kuite dango shirikiana mwenzake wote Semeni anazungumza kwa moja kwa moja. Semeni mzuri hapana mtu ambaye atamwambia speed Maringo na unachezea Bournemouth hapana. Usiwe na Maringo uchezea Bournemouth. Ukifika Saman City utakimbia kweli wewe. Na kwa sababu na game ya Man City ndio mpaka Matheus Nunes ameanza kukimbia. Alikuwa so slow. Matheus Nunes nashangaa siku hizi ni kama kuona kinyonga. Unajua kinyonga akiona moto. Wanatoroka mbaya sana. Matheus Nunes siku hizi naona Matheus Nunes anakimbia mbaya sana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna team ambazo lazima uwe mchezaji wa speed. If you don't kama una ile speed au una ile agency hauwezi cheza mfumo kama ule wa Pep Guardiola. Haya, shukrani zaidi mwenzangu Shafi Zile. Tongoni inakuja hapa anakuja kuchunga sasa kona. Mchezaji wa klabu ya Bournemouth anapiga hatua moja bila tatu hapa, anapiga moja fupi lakini kataa kule. Utamuita Maino, piga over kabisa huyu ni Dorku, mpira unakuwa mwingi kutoka nje. Wanaanza haraka, pole tu. Karibu Chagirkis, anamtafuta mwenzake December 8 mwite Scott pole. Aregesha kule nyuma. Tafuta Kepa. Piga kumtafuta kwa Evanilson. Lakini kataa mzao kazi mwite Lukiona, piga pale safu kati. Anachukua ni Maino, piga pasi kumtafuta Ganacho. Lakini kule safu nje kuchunza kabisa Smith anatoa mpira. Itakwenda kurusha kwa faida klabu ya Manchester United. Mbona hapa jamaa anaitwa Kento Tich na yuko ndani Nelson Kalufa na jamaa anaitwa Pando Tokali anasema kwamba kuna Samuel Mwanzia anasema Juja Farm Jude Kwenye shukrani sana Samuel Mwanzia alafu na Tracy Taylor
kati ya Tracy Taylor alafu na Cyril Kasimba Junior. Anasema kwamba Shafizele nihitaji ni Fry. Nimeshakutaja pale kwenye Facebook, nimekueleza kwamba ukiklik ile post ya sasa hivi ambayo nimekuwekea, nikikuuliza unasikiliza ukiwa wapi, alafu ukipiga share, basi bila shaka yote nakutaja. Kuna Onesh Patiza. Jana nilikutana na huyu kijana wangu, akanipatia mahindi mengine nzuri sana. Ndugu yangu, shukrani sana Onesh Munene, ama kupenda Onesh Patiza. Atakupa nini? Mahindi. Nitakuja kumaliza. Sasa wenzako wanakunywa tu chai na soda kama wewe leo kwa bunge. Tunakunywa nini? Chai na soda. Leo kwa bunge. Sasa unajuaje ndo safari? Tunaona sasa hivi kidogo tutaipata diko. Cheza. Leo kwenye anapenda kujisikia bunge wetu wametia ni mtu mmoja. Kwa sababu wananisubiri. Watu wanasubiri tu kwamba siku nitasema niende. Tofauti hii na Zimbabwe ni Cameroon ni gani? Bana mahoteli bado watu hubadilisha wabunge. Hakuna. Watu wanabadilisha. Si mmoja tumebadilisha. Wewe umesikia jamaa wenyewe kuanzia nikiwa mdogo. Pole tu Desemba 12. Simaji hapa mmoja mwenzake. Lakini katapo sasa. Samo ya Maino anapiga moja safi kumtafuta Bruno. Kocha Maino piga moja safi kwa Ganacho. Kuswa hapa tena. Anafanya nini Bruno Fernandes? Ingekuwa ni safi, ingekuwa ni bao moja safi, lakini tayari ilikuwa shotea. Maino Ganacho. Inaposo mmoja. Alikuwa shotea. Ile simulation ingemkuta. Nini? Ile toa nini simulation? Ile ya Mbosa hiyo anatumia. Ulisoma story ya colonization? Colonization nilisoma. Soma sana. Simulation Natangazia hatari. Wewe tupatie hatari ya mpira. Nimekuuliza tu simulation. Kwa historia. Nimekwambia nilisoma kwa colonization.